tunaposema maneno haya ni kwamba sio kwa faida yako. Usiwe selfish. Hebu ishi maisha matakatifu kwa faida hata ya watu unaoishi nao, kwa faida ya watu wanaokuzunguka, kwa faida yako. Sio tu wewe kwenda mbinguni, lakini hata watu unaoishi nao wasaidie ushuhuda. Ni kama tunavyosali hapa. Ishi maisha matakatifu kwa kutuheshimu pia na sisi. Tulindie ushuhuda wetu. Yaani wewe mgongoni kwako, wewe hujajua mgongoni kwako kumeandikwa deliverance, utawala. Umebeba kanisa la utawala. Ukifanya vitu vibovu, hujajichafua peke yako, umetuchafua na sisi ambao hatukuweko. Kwa sababu tukipita huko mitani, street huko, wananyosha vidole, wanasema huyu ndio anasali na yule. Wanaanza kulifaa. Sasa yule kijana waliyemfumania na mke wa mtu, wenzake hawa anasali nao, wenzake hawa. Yaani inakuwa kama vile sisi tulikutuma kwa sadaka zetu. Kwa hiyo familia yako ikikaa sawa sawa, inatutunzia ushuhuda wa kanisa. Inakufanya mchungaji akutambulishe mbele ya watu bila kuulizwa kwamba huyu ni Mkristo wangu, huyu ni Mkristo wangu. Hata kikukuta supermarket, habari yako, sikosa ibada. Nani vile ulivyo, shuhuda wako unakufanya akutambulishe. Kuna Wakristo wakati mwingine unawapita kama sanamu zile za kuuzia nguo, zile mnaziita nini? Unampita, unajua nikimsalimia watu watasema pastor, huyu ndio mshirika wako. Ya. Sasa huko ndani sasa sijui kukoje. Kama huyu ndio Mkristo wako, huko ndani kutakuwa na maajabu. Angalia jirani yako, mwambie nilindie ushuhuda wangu ndugu. Mwambie naishi vizuri, nisichafuke kwa ajili yako. Mwambie tengeneza ushuhuda wangu kae sawa sawa. Haleluya! Ndio. Kwa hiyo tunatamani kuona hizo familia siko vizuri, lakini kiburi kimeharibu familia nyingi. Nimewaambia watu wa ibada ya kwanza, kiburi kinakufanya wakati mwingine usione mazuri ya wenzako. Kinakufanya usitambue kazi wanazozifanya. Si mmemwona pastor wenu hapa anavyo appreciate utendaji kazi wenu. Moja ya sifa ya kiongozi aliye smart ni hii anayoifanya mchungaji hapa. Nyie mnaona kama vile anapoteza muda, anawainua watu, anawataja watu. Kisaikolojia hawa watu wanaofanya kazi nao wanajengwa, wanatiwa nguvu kwamba tunafanya na mtu anayetambua. Anayetutambua kama ni nani. Anaposema mwenyekiti wa nini asimame, anaposema watu wa nani wafanye, pigeni makofi. Yaani ile anajenga kisaikolojia kwenye vichwa vya watenda kazi wenzake kwamba kumbe mchungaji anatuona. Lakini kuna makanisa watu watachakarika sana, sifa zote anataka bebe yeye. Ndio anawauliza wageni, mmeshiba chakula? Maana niliandaa chakula kizuri. Mmebarikiwa na nyimbo zilikuwa za upako. Utafikiri yeye alishika maiki aliimba, utafikiri alishika mwiko alipika, utafikiri alipanga watu. Yaani hawezi kuappreciate wenzake. Haya anayoyafanya pastor hapa, hebu na wewe apply kwenye familia yako. Apply kwenye familia yako. Na wewe tambua mapishi ya mkeo, tambua anapokufulia nguo, tambua anapotandika kitanda, tambua anachokifanya. Tambua kazi anayoifanya mume wako, anarudi na nyama, anarudi na vitu. Hebu tambua, na wewe saa nyingine mtaje mbele za watu, seme sijawahi kupata mwanaume kama huyu. Yaani katika wanawake waliofanikiwa, mimi nimefanikiwa, nimepata mume bora. Yaani atakuwa pembeni hapa na tabasamu, anasema yana ameshukuru kwa kile kidogo. Subiri surprise ya kesho. Lakini kuna wanawake wanakuvunja moyo. Mwisho naamua kukujirudia hivi, maana ulete usilete uso wa mbuzi. Yaani hawezi kuappreciate. Unamletea, yani haelewi. Unamletea kitenge na hiki kitenge anacho mama mchungaji. Sasa nikivaa na kwa kama nimegedhera kwake, kwa hiyo na kwa kama nimeiga. Babu navunjika moyo. Unamletea nyama, nilisema juzi, anaiangalia anasema, nyama ina mifupa, utafikiri tuna mbwa.
Unamletea sasa, ngoja nilete maini. Sasa wewe umeleta maini haya, yani nyama laini hivi, utafikiri sisi tuna mapengo ni vibogoyo. Hizi nyama za wazee, yani nyama za wale hawana meno. Unasema ngoja basi nilete sukuma wiki, nilete mboga zile za majani. Sasa hasa hii ni majani ulioleta. Aliyekwambia tumefuga sungura hapa nani? Aliyekwambia tumefuga mbuzi hapa nani? Aliyekwambia tuna ng'ombe za kula majani hayo nani? Sasa tunajiuliza, hivi huyu kiume nimletee kitu gani? Yaani kuna wanawake kuishi nao ni complicated. Kuishi nao inabidi ufunge siku 40, Mungu akuongezee neema. Hebu mwangalie mama uliyekaa naye karibu. Unavyoiona sura yake, mume wake na enjoy kuwa naye au ndo hao shida? Unamletea maua, anasema mimi sio nyuki. Unasema ngoja na mimi nimletee tu viatu, nilituona wakati wanaimba praise pale, walivaa viatu tule tu nani, walikuwa napendeza nato, na mimi nimletee mke wangu. Unamletea viatu virefu, anasema umepanga kuniangusha, umepanga kuniangusha. Viatu gani vimekaa utafikiri umepanga kuniangusha, unataka kuvunja miguu. Unajiuliza huyu sasa kitu gani ambacho nifanye? Unamletea viatu frati ambavyo havina kisigino, anasema sasa hivi viatu vya bibi wa miaka 70 unaniletea msichana namna hii. Viatu gani vimekaa frati namna hii? Hebu muulize huyo mama mwanamke, muulize unataka nikufanyie nini? Akufanyie nini mume wako? Akufanyie nini baba yako mzazi? Akufanyie nini kaka yako ambacho utaridhika? Yaani kuna wanawake hawaridhiki kamwe. Ukimjengea nyumba gorofa uko juu, atakuwa anapanda nani? Ukijenga nyumba ya kawaida, wenzako wanajenga gorofa, wewe unajenga za chini chini. Hasa unachuuza sasa, huyu anataka kitu gani? Unanunua gari kubwa, anasema mgari gani wewe unakula mafuta? Ngoja tulete basi kadogo. Kagari kadogo ukikaa kwa wenzako zinakuwa kama taxi. Kuna wamama shida. Umemletea gauni refu, sasa ndo gauni gani huu mrefu mpaka kwenda juu utafikiri mimi na miaka 80? Mimi bado binti, bado young, bado nalipa. Siwezi kuvaa gauni hiyo. Unamletea gauni fupi kidogo, hii unavyoiona miguu yangu hii ya kuvaa magauni mafupi. Na miguu kama ya mianzi hii ndo ya kuweka magauni mafupi kweli haya. Sasa unajiuliza, unachotaka kitu gani sasa? Ni kama wanaume ambao hawako tayari ku appreciate vitu kwa mke wake. Unamsongea ugali mgumu, ugali mgumu kama tofali. Unaweka ugali gani laini utafikiri tuko jera. Sijui vitu gani. Yaani chochote unachokifanya. Umepika mboga na mchuzi, mboga gani na herea tu. Umeweka kavu, mboga gani haina hata mchuzi. Anakuambia, "Kwani unaweka pilipili?" Amekwambia mimi Muhindi nani? Mimi sio Muhindi mimi. Amen. Sasa mkeo akupikia chakula cha namna gani? Amefua nguo ametikita. Ndio maana nguo zangu zinachakaa. Yaani unanani sana. Haya nani sana. Sasa unaloweka tu utafikiri zimeroa na mvua. Kuna wanaume shida. Ukiwaisha chakula kupika kesi. Sasa tunakula mapema hivi, unataka usiku tuone njaa. Umechelewesha chakula gani tunakula na mizimu? Chakula gani tulage saa ngapi? Chakula kinatakiwa kiwai, tumbo lifanye dai nini, alafu ndio nikalale. Wanaume tabu. Kuna wanaume tabu. Mke hajawahi kuomba ruhusa kwenda kusalimia kwao, anamshangaa. Yaani wewe upangi na kwenda nyumbani kwenu, una matatizo gani? Haya, unaomba ruhusa ya kwenda, uende uniache na nani? Yaani ukiomba kosa, ukibaki kosa. Yaani kuna watu tabu. Wengine wanahitaji uvumilivu. Ni kama Wakristo. Kuna Wakristo ambao ukihubiri muda mrefu, basi mchungaji, unachukua muda mrefu, aliyekwambia kanisa linahama nani? Wewe hubiri kidogo kidogo, sisi bado tupo. Tuhubiri leo kidogo, kesho kidogo, kesho kutwa kidogo. Sasa wewe unachukua muda, utafikiri tunaenda kufa kesho. Si tupo. Yaani wanaraumu kwa nini akachukua muda. Umechukua muda mfupi,
mchungaji, kama hujajiandaa waandae wenzako. Haiwezekani sisi tutoke nyumbani tuje hapa tuje kusikiliza dakika 15 kama hujajiandaa. Mbona watumishi wako wengi hapa? Kwa nini unang'ang'ania madhabahu wakati huna ujumbe? Tabu. Mwangalie mwenzako, muulize, hivi niishi na wewe kivipi hasa? Nikae na wewe kivipi hasa ili ufurahi? Yaani kitu gani unachokitaka? Amen. Haleluya. Wengine ni usumbufu. Usumbufu kama wa vitoto ambavyo unakipeleka boarding, nataka niwe natoka day, unamleta nyumbani, nirudishe boarding. Yaani akiona nyumbani kuna masufuria, masahani, anakimbilia boarding. Ukimpeleka boarding anakumbuka TV, anakumbuka vitu gani nipeleke day. Hasa unashindwa, ndio unakuwa wakupeleka, kurudisha, kupeleka. Wewe mtoto ulioko hapa, watoto mko hapa, acheni usumbufu kwa wazazi wenu. Mzazi wako kukupeleka secondary school, usifikiri alikuwa na fedha zilikosa matumizi. Anaumia na hela nazo kupa za matumizi, zitumie vizuri. Sio na wewe unajifanya body road nani, wewe ni mtu wa mikopo. Unaenda kusomesha wasichana wengine kule. Wewe mwenyewe baba yako anapambana na hali yake, na wewe unajidai unataka kusomesha msichana. Huyu na mpango wa kumuoa baadaye. Wanasomeshaga wachumba hata ushamba. Unaanzaje kusomesha mtu ambaye hujamweka ndani? Mimi nawaambiaga siku zote mnanibishia, ila wakiwakataa mnaanza kuwaua. Somesha mke. Mchumba akisema nataka kusoma, peleka Bible school. Mwambie ukitaka shule ya Biblia na kusomesha mpaka degree. Kwa sababu hata nisipokuoa utaenda kumtumikia Mungu. Wewe unataka nikusomeshe kama mwalimu aliyekwambia mimi nataka kusoma nani? Wewe soma Bible school kama unataka nikusomeshe. Lakini unataka kwenda university, baba yako akauze viwanja na mashamba akusomeshe. Unataka nikusomeshe mimi, tufunge ndoa, kokonyo apige pingu hapa, nikuweke ndani, utoke ndani kwenda kusoma. Nijue ni mke wangu. Nasomeshaje mchumba? Unakutana na mwanaume lingine kule, unabadilisha mawazo, mwaka wa mwisho, samahani kwanza leo mimi nimefikiria nikaona wewe hatuendani. Na hela zangu zote nizo kulipia, asante kwa ukarimu. Aliyekwambia mimi ni charity nani? Mwanaume unaanza kutafuta kamba, ni jinyonge, ufe kwa ajili ya tapeli huyu. Siku zote nawaambiaga vijana, ukiona mchumba wako amekukataa, amekuacha, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu yawezekana Mungu anakuokoa na huyo Boko Haramu. Anakuokoa na huyo Al-Shababu. Anakuokoa na mtu ambaye angekuwa anajiripua kila siku kwenye nyumba. Amekuokoa na povu la sabuni la kila wiki. Amekuokoa na mateso. Wako watu mpaka leo waling'ang'ania kuoa wa mama fulani, wanajuta nao. Wako watu waling'ang'ania kuolewa na wababa fulani, wanajuta nao. Sisembuse wewe, Mungu amekuokoa kabla hujaingia ndani. Kama limekusaliti kabla halijakuoa, unafikiri Mungu Yohana lingekosa kukusaliti? Toa na sadaka kanisani. Sema, Mungu nakushukuru kwa kuniokoa na Boko Haramu. Nimekuacha, mwambie uende kwa amani. Kwa amani kabisa. Moyo wangu ni mweupe. Afikirie kwamba utajinyongo, mwambie nijinyonge jitu, nimekutana na wewe university. Wazazi wangu wamenilea, nikaje kujinyonga kwa sababu ya jitu zima kama wewe. Wewe tulikutana university, na university hawajaisha, nitawakuta wengine. Tulikutana kwenye basi hawajaisha. Tulikutana kwenye matatu, bado nitaendelea kuingia kwenye matatu nikiwa simati, wenda nikaokota mwingine. Tulikutana supermarket, nitatembelea supermarket, nitaokota mwingine. Yaani kwa nini nijute eti kwa sababu yako? Sasa kuna tupinti akili zimeferi kabisa. Eti yani ameondoka na moyo wangu. Aliondoka na moyo wako? Ulikabidhi moyo kwa mtu jinga kabisa wewe. Unaanzaje kukabidhi moyo kwa mtu? Alafu na Mungu ulimpa nini sasa? Ulimpa nini Mungu kama moyo ulibaki na mtu?
Kama uko hapa binti umekabidhi moyo kwa mtu, rudisha moyo wako. Kaa na moyo wako. Unamwachia moyo kiumbe mwanadamu complicated huyu. Unampa moyo wako wanadamu ambao hawajulikani. Leo kakupenda kazimia, kesho na kuchukia na anazimia. Unakabidhi moyo. Ndio maana Mungu alituwahi akasema mpende Bwana Mungu kwa akili zako zote, kwa moyo wako, kwa nini yako yote. Alijua akibaki navyo yeye vyote, hawa wengine utawapenda kawaida tu. Maana moyo wote ulimpenda Mungu, nini Mungu. Kwa hiyo huyu hata kiondoka wewe na Mungu wako, Mungu amekutunzia. Mungu ndio benki ya mioyo yetu, ndio benki ya akili zetu, ndio benki ya kila kitu. Hasa wewe umekutana tu na kijana barabarani kavaa suruali yenyewe imeshindwa kukaa kwenye kiuno. Yaani trouser yake yenyewe imeshindwa kukaa kwenye kiuno. Trouser yake yenyewe. Hasa wewe ndio atakuweza kweli? Kama trouser tu yenyewe imemshinda. Anatembea utafikiri amealisha usiku kucha. Alafu huyo ndio eti wewe tumia uwe na akili zako timamu.